understand English? Yes. Bethel Clouds TV, empowering lives. I want to look at the book of Exodus. We are in the book of Exodus. You know, my preaching, maybe sometimes you don't find it relevant to the preaching you're used to. But please bear with me. As the longest time you're going to be walking with me, expect a different preaching that it does not resonate with the other preachers. Because I use the Bible as a journey. Hello? I use the Bible as a journey. I don't use the Bible to make you rich, but I use the Bible as a journey. So I go by the Bible and the history behind the chapter. We are in Exodus because we are migrating. When we are at war, we go to Joshua. When we are seeking some other things, we go to the relevant book that will guide us toward that, because every chapter of the Bible is supposed to transit you from one situation to another situation. When we are migrating, we are moving from we are in Joshua chapter number 1, going to Ai, going to Gibeon, going to all those places. The 8 chapters of that book, they speak about warfare. And it's a warfare that when you are in the warfare, it is you are fighting your enemies, destroying them, cutting their heads, cutting everything, destroying them, bringing them down, so that we can be able to move to the next level of life. So when we are being transited to the next level of life, there are many challenges. And when these challenges come, they come to strengthen you, not to destroy you. That's why the Bible says that I did not come to destroy you. I did not come to bring you down. I came to make you better. In the book of James, the Bible says that count it all joy. Count it all joy when you are faced by trials and challenges. So whatever that comes along your way is part of the program of God. Whatever that you are experiencing now is part of what God planned for you. It is a plan that God initiated in your life, because there is a line He created for you, and in that line it got its own challenges. When I say, and by understanding the challenges of God, understanding the situations of God, you are able to be successful, to win every single battle, and conquer every single mountain, and become that which God modeled you for. Because when you are brought on earth, you are brought on earth with a purpose. But until you understand the purpose that God created you for, that is only the time you'll be able to know the meaning of yourself. Without knowing the purpose that God created you for, you will not know the meaning of yourself, because the meaning of yourself will interpret the power of God in you, in the meaning of you, in the meaning of your name, in the meaning of what you are. Interprets and brings the real sense of the material that confounds you. That is how you come to know that this is the material I am made of. And without being able to know the material, then you don't exist. Hallelujah. When you don't exist means that you are not in what God created you for. So in this world you will struggle. And when the struggles come in this world and you are not able to come out of the struggles, it is because I say there's no light there. When you are in the struggles and you are not understanding yourself, it means you will be in a struggle and you will not be able to be successful. You will be confused. And that's why sometimes we look at ourselves, unaona uko confused, unaona ni kama umechanganyikiwa, unaona kama hujielewi, unaona ni kama haujui unakujaka, mpaka watu wengine unamuuliza ulisoma nini kesho, unakwambia sijui. Kwa sababu haujaweza kujielewa, kujitambua. Na hii jana tumekuwa nayo tukienda hivi, tumekuwa katika transition ya kuelewa ni wewe ni nani. Ndio ukivuka pande ile nyingine, utavuka ukienda kwa position yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaelewa ndio promotion inakuja. Ukijielewa wewe ni nani, ndio utakuta promotion inakuja. Because you cannot be promoted, utapromotiwa uende ofisi gani kama hujijui?
You can never be promoted. Kama bado uko na mahasira, hiyo mahasira itakufungia promotion. Kama bado uko na chuki, hiyo chuki itakufungia hiyo promotion. Kama bado uko unaomba lakini huko kuna mtu mwingine hauwezi kuongea na yeye kwa sababu unamchukia, promotion utapata because haujajielewa. Haujajielewa ya kwamba wewe na huyo mwingine mko na yeye, mko watu wawili tofauti ambao wako na kazi tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati nyinyi mko watu wawili tofauti ambao wako na kazi tofauti, wako na responsibility tofauti, na wako na challenges tofauti, na wako na milengo na mielekeo tofauti. Maana huyu ataenda south, huyu ataenda north. Haleluya. Mimi niliona siku moja wakati tunaenda huko kutembea huko Europe. Unajua sisi watu kama sisi tunaenda kutembea. Hatuendagi kutafuta kazi, tunaenda kutembea kukula mali yetu. Abia mwenzako hata mimi nitaanza kwenda kukula mali yako huko Europe. Acha kuniangalia na macho ya wivu. Si kupenda kwangu. Nikukaa nilikaa venye Mungu alitaka akaanza kunipaka. Bwana Yesu sasa kama hujapaka upagike ujue hujakaa venye Mungu anataka. That is why unasikia mtu anaenda Europe na unauliza kai atageni Europe weka tena. Aje itakusaidia wewe. No, mimi siendeki kutafuta kazi. Naenda kukaa kwa hoteli. Nisaidiwe na msuku. Bwana Yesu sana. Nisaidiwe na nani? Na wewe unataka kuingia ndege hapa wewe kwa sababu msuku. Hapana, it is vice versa. Msuku hayuko kwenye hesabu ya watu wa Mungu. Unajua yote niwaambie ukweli. Sisi ndio watu wa Mungu, watoto wa Mungu, Africans. We are the people that God created. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema alichanganya udongo akamuumba binadamu. Udongo ni wa msuku, ni wa kala ya msuku. Udongo ni wa kala gani? So msuku is a product ambaye amekosa pigment. Ulisa kina Karodi wamesoma hiyo mambo ya daktari. Pigment ni nini? Kara. Ni kara alikosa kwenye kara zile kara kwenye ile kara chati bana. Melanin tulikuwa tunaita melanin. Walikosa melanin. Ndio unaonaka kule kuna kaga ni kama hakukui. Unajua wanakaaga ni kama hawakui. Sio kama mnanielewa. Hapa tunapataka jua kutoka saa 1 asubuhi mpaka saa 12 na usiku kutoka saa 12 mpaka saa 1 asubuhi. Kule saa hii kuna mtoto wako amenipigia simu ameniambia mpaka saa hii hakujakuwa usiku. Mpaka saa hii. Na sasa saa hii kwao ni saa 7 usiku. Na kutiri wala atoka. Hadi Mariamu yani they don't understand. Alafu kuna siku nyingine wanasemanga mpaka saa hii ni saa 7 mchana na hakujakuwa mchana. Bado ni usiku. Alafu wanakuambia sasa saa hizi na sasa nilikuwa huko kulikuwa na joto na baridi. Nilienda kwa Januari, Februari hapo mpaka March, mpaka Mei ni baridi tupu. Kutoka hapo upande mwezi wa 6 wa 7. Sasa hii joto ile iko huko wanatembea uchi. Kuna mama mwingine ameniambia hapa usikuje mwezi huu maana utakuta Wakikuyu wote na Waafrika wote wameanguka. Kwa nini wanatembea uchi? Nikamuuliza kwa nini ile joto iko hapa? Hata ukijaribu kuita hapa tu wakuje conference ya hata kuja maana labda wakuje wakiwa uchi. Huko sasa tunakaaga tukiwa uchi. Sasa nikashindwa kule kwetu Kenya masaa 12 kutoka asubuhi mpaka jioni, jua ambalo liko kati. Yaani well organized, well planned. Uende usiku, ni usiku mzuri mwanana. Nasikia usiku mwanana, unalala vizuri mpaka asubuhi. Kule labda ulale kwenye fridge. Wakati kama huu wanaweka fridge. Kukiwa joto wanaweka, ni kukiwa baridi wanaweka mashini ya kuleta moto huko. Yani you never live a natural life. Here you live a natural life. Sasa wanataka kuniambia mimi niende huko nikasana, ni mimi nisafiwe. Because I am the one who lives the way God wanted. Why did God choose to give me 12 hours? Ya jua. Alafu seasons, kuna masika, kuna wakati wa mvua wa kupanda. Kuna wakati wa mvua ya kukuza mahindi, kuna wakati wa jua na kukausha mahindi, na kuna wakati wa dry ya kulima. Yaani kuna Mungu ametupanga. Kule hakuna. Uje mnang'ang'ana kwenda kwa. Acha kwenda huko. Abia Mungu akutengenezee heaven yako hapa. Yeah, make your heaven here. Make your Europe here. If you think Europe kule kama si yule ujoku ukora walituletea wakatunyang'anya kofi yetu, wakanyang'anya majani yetu, wakanyang'anya vitu zetu, wakaenda wakachukua watu wetu kama slaves waende wakawafanyia kazi kule, at least ndio Mungu awakumbuke. Unajua that's the reason they came to steal our people. Waliwapeleka huko ndio wawafukie huko, ndio Mungu wa Afrika anapokuja kutafuta anasikia kuna watu wengine wameenda, anaenda huko kuangalia watu wake.
Akienda huko ndio anaenda na kajua kidogo, na labda anaenda na kamvua kidogo. Lakini haidaki kwa sababu ya hao wengine, so anawapatia kadogo kadogo. Nilienda maiji inaitwa Paraguay. Unajua Paraguay? Sasa mimi si ungesema si mkigia kanisani. Kama ni koti ngigia na hiyo. Wanaweza sasa sana. Kuna nchi inaitwa Paraguay. Nani wangapi wameenda Paraguay? Paraguay iko wapi? Iko Afrika ama Europe? Yeah? Paraguay iko Afrika ama Europe? Europe. Mumiaguka nyote. Paraguay iko South America. Paraguay, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Brazil, Mexico, hiyo ingine inaitwa nani? Ya nani? Argentina, hizo za football. Paraguay iko hapo. Ukienda Paraguay kuna katauni kamoja, kuna katauni kamoja kanaitangwa Yata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo katauni kanaitwa Yata, ni Wakamba walitolewa hapa. Wale walipelekwa na slave mmoja, yani mmoja alikuwa ananunua. Alinunua Wakamba kutoka hapa Yata, walitoka hapo Yata Plateau. Sasa walipoenda huko mpaka saa hii they maintain their culture. And because of that culture they maintain, nakuta hiyo elewa imebarikiwa. Nilienda niwakuta wanaongea, yani wanaongea Kiparaguay, lakini naona huyu ni kama ni Mkambodia kabisa kabisa kabisa. Ni Mkambodia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru tena kusikiona mko hapa na mnapendeza. Sema jiambie napendeza. Tufungue kitabu cha Exodus. Exodus ni kwa Kiswahili ni kutoka. Tunatoka sasa. Sema kutoka. Chapter number 3 kama tuko na mtu wa kutusaidia. Tuna mtu wa kusaidia huko ndani? Tusaidie chapter number 3 ndio tuweze na huko ni kutsama. Huko ni jirani wanatoanga picha nzuri. Sinaangalia kule huko ndani naona ni mambo mazuri. Nairobi, hiyo ndio Nairobi. Msuko akiona ile nasifikiria tukukuja kukaa Kenya. Na wewe naangalia. Mungu awabariki. Mungu awafanye mabilionea. Mwe mnapanda ndege mnaenda tu kula mahali. Unaenda hoteli moja inaitwa Crown Plaza, 7-star hotel. Unakuta kama msuku kanakuja kanakusafu. Yes, kanakuta yes madam, yes sir. Hello. Kanakusafu binyoka iwa na kudhini kiudukiho kiwa. Mimi nasikia msuku na kusafu na mwambia this food is not good. Go and get me some good food. Unaona kama imebeba tray tena kamienda hivi kamrudisha. Sasa ubaya ni akurudishie the same food. Anakuwa kamefanya maneno kwa ndani. Machafu si wazuri. Kimsugua atakuwekea machakula zingine hapo. Baya. Takuonyesha. Siku moja Mose alikuwa anachunga kundi. Nataka kusema na mtu mmoja leo. You must position yourself. You must be in the right position for God to bring you to your possession. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be in the right position for God to bring you into your possession, where you are supposed to be. For God to bless you, I have declared that you're going to be millionaires, but you can never be a millionaire if you're not in the position of becoming one. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot be a prophet of God if you are not in the position of becoming a prophet. Hello. You cannot become a manager if you are not in the position of becoming one. So you must position yourself to become one, to transit, so that when God is blessing managers, you are easily picked by the machines. You are easily picked by the Spirit of God. You are easily picked from amongst many, because you will be handpicked, from selected by the computers of heaven, that this indeed is one of the managers. But if you are not part of it, you can never be selected. And that's why you see, in a place like this, when God will choose somebody and they leave somebody who is more qualified in the eyes of people, but it chooses somebody who is not well qualified but purposed for that position.
You can be, maybe you are not well qualified, but you are purposed for the position, and yet you have not qualified fully, but God picks you from the qualified. Why? These qualified, yes, they are qualified, but they are not in the position for the selection. They are not in that hall where selection is being done. They are not in that country where selection is that. You are not in the place, in the position for the selection, because you must be in the position, in the right time, the right position, right time, and the right season. So those three combination of things makes you to become. And that's why always we have been here, for those we were praying this, we are now in our 30th day. Yeah? Tuko siku gani? No, for those who are in your dream, where you don't answer the question. I didn't ask you. Something, keep quiet. Tunajuana. We are in our 31st day. And I'm proud of that. We are still walking. Tell your neighbor, we are still walking. We are still conquering the mountain. As we get to our 40th, we conquer the world. We conquer this world. We capture. So you must be in that position for the blessings to come, for you to be given any position on this earth. You must be in the right places, in the right season, and the right time. Siku moja Musa alikuwa anachunga kundi la kondoo la baba mkwe wake, Yethro, kuhani wa Midiani. Listen here. Alikuwa ni Yethro, kuhani wa Midiani. And this man alikuwa anachunga kondoo wa mkwe. Sasa mkwe sio yote, ndoa mkwe, wacha kondoo hapo. Ondoa mkwe, wacha nini? Kondoo hapo. Alikuwa anachunga nini? Kondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikuja kubariki watu hapa kama mimi, na akikuja kubariki wachungaji wengine, atanikuta niko na kondoo wangu. Sasa ondoa mkwe, weka kondoo wangu. Haijalishi unachungia wapi. Haijalishi unachungia kama kwa baba mkwe, ama unachunga ukiwa slave, ama unachunga ukiwa nani, ama unachunga ukiwa mjinga, lakini unachunga kondoo. There is something. For the blessing of you to become a pastor, you must be in a position ya kuchunga. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to become a prophet, you must be in the position of ya kuchunga. You must have been a shepherd, so that God can give you a word to speak to the kondoo. Hawezi kuwa kondoo ati yani kweli napenda sana. Na hauko na hata kondoo moja. You must start with a kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kutoka huko eti ati nyam anaanza kama ya mtu ama jumje ama jumuri. Na unajua kuna Wakristo wengine na wakofu wengine wanataka kushuka hapa duniani kama jumuri. Na washuke kama wamekamata kitu. Hata jumuri ana train. Wewe ana train, anachoma mikono, anapigwa mpaka anakuwa anajua kuruka. Akiruka hivi anaanguka mahali kama anashika kitu. Sasa wewe unataka kuanguka kama utaanguka mguu yako ivunjike. Maana jumuri amezoea. Bwana sifiwe sana. Sasa lazima uzoee. Lazima ukae kwenye position ya kubarikiwa. Lazima ukae kwenye position ya kupata pesa. Kuna mtu mwingine hapa nimesikia matukio maombi hapa. Mtu anaomba, Baba ninakuomba unisaidie na pesa. Unibariki mwaka huu, nimekataa kuwa maskini. Mwaka huu lakini yeye mwenyewe hata venye amevaa anavaa maskini. Kuongea hata venye anaongea na Mungu kama maskini. You don't talk to God ukiwa una umaskini. Unaongea na Mungu ukiwa tajiri. Hata kama hauna kitu, unaongea na Mungu, unamuonyesha I am ready. Ukiniachilia mamilioni, I am ready to handle. Sasa Mungu anakuangalia mpaka you are not ready to handle 100 bob. Mtu anakuja na kuomba na kuambia niko njaa sana, nisaidie na kitu. Unakatana huko na 1000 na unamwambia mama idile na kedo. Kumete mama yaga idile na kedo. Mungu anakuchukulia na anajua usimesema mama yaga idile na kedo atamoa apatie ule mwingine. Kwa sababu you are not ready to be blessed. For you to be blessed with money, you lazima ukuwe na hati ya kupatiana. Kuachilia. Hati ya kusimama na kazi za Mungu. Hati ya kusimama na watu wa Mungu. Hati. Yani uko, you have a heart to walk in a walk of blessings. Yes, you don't have, but you live like you have.
You don't have anything, but unaona watu wako njaa na uko na 500 tu, unasema I'm going to spend 400 with these people, I save 100 bob. Na inafika wengine unaenda mpaka hiyo 100 bob unaipatiana, inakuliwa na watu. Kiangalia hivi huko kimoyo moyo, ukisema ninaenda kutembea mguu, wacha nikwambie, Mungu ameona na amekuweka mahali na ameandika, mtu huyu amesaidia watu wangu, wameshiba, na watu wameenda wamesema Mungu akubariki. Waliamaanisha waliposema Mungu akubariki, na Mungu atakubariki. Lakini sasa umekauka, uko na 10,000 kwa mfuko hapo na hapo, unasikia tuko na njaa, alafu unasema mayaka idile na kile. Yes, atakusikia. Ukimwambia mayaka atakusikia, because you are not ready for the blessings. Any person that is ready for the blessing is ready to release what he nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima for you to be blessed with anything, you must release what you have so that the new one can find home. Because what you are carrying now is old one, and the old one cannot be able to mix with the new one. That is why we release a lot so that the new one can come and find peace. Unajua kuna pesa zingine za zamani zinaweza kusababisha kwako kukosa peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hizo pesa ulitoa kwa Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo pesa ni kokoni, ulikoni yule mama. Hiyo pesa ni kudanganya, ulidanganya mtu kwenye biashara, ukafanya biashara. Sasa Mungu, baraka za Mungu zikianza kukuja, zikutilie hizo pesa kwa account, zinarudiki kwa Mungu, zinasema kwa botile dayo wiko hapo mama, botile dayo zinarudi, kwa sababu umekataa kuziachilia. Ndio hawa wageni wapate nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uachilie moyo wako, empty, utoe takataka zote. Moyo wako umoe vitu vyote vya kishetani. Moyo wako usababishe ukue msafi. Niumbie moyo mpya. Niumbie moyo mpya. Moyo akuumbie, kumaanisha unamwambia ngoa moyo ninao, kwa sababu moyo ninao sio wangu. Moyo ninao sio mzuri. Moyo ninao sio haukupendi. Moyo ninao haupendi binadamu. Moyo ninao haupendi kazi yako. Moyo ninao hauna shukrani. Moyo ninao una uchafu. Au bonde, au finyange, au bomoe, kisha kuumbe tena upya. Wakati utaona umeumbika umekuwa kiumbe kingine, that is when you will start receiving. Maana sasa ulikubali Mungu ajitengenezee nyumba yake, nyumba anayoiamini. Maana nyumba ambayo umekuwa ukiishi ni nyumba haiaminiki. Ilikuwa na usherati ndani yake, ilikuwa na uchawi ndani yake, ilikuwa na makasiriko ndani yake, ilikuwa na vitakataka, vinyangumi, vikovyo, vikonokondo, libokondo, mpaka makonokono zimekuwa uko ndani. Sasa unasema Mungu akuja kae wapi kwenye kuna makonokono? Lazima uondoe makonokono, lazima uondoe vitakataka, uondoe vikuche, wewe viondoke viende kaa. Alafu umwambie sasa kuja. Ukiondoa vitakataka vyote vya hasira, vitakataka vyote vya chuki, vitakataka vyote vya kutopenda watu, vitakataka vyote vya kujiona kama wewe ni mtu mzuri kuliko wale wengine, vitakataka vyote vya kujiona kama wewe ni mkubwa, wewe ndio wa maana, wewe ndio wa kila kitu. Ukiviondoa vile vitakataka vyote, viondoe, kisha utakuta Mungu sasa atakuja, na akikuja na kujanga na mbao zake, anakuja na nyundo, anakuja na misumari, anakuja na rada, anakuja na gunzo, anakuja na kitu. Atakata hiyo nyumba ibomoe, kisha ajenge nyumba yake, maana hajui nani aliyejenga ile nyumba. Na Mungu hawezi kukubali kukaa kwenye nyumba yake haielewi. Lazima akuje, na nilisema niumbie moyo mpya, niumbie. Maana ule upo. Lakini nasema unataka moyo mpya, kwa hivyo atakapokuja atamoa, atavunja, atabomoa kila kitu. Gideoni alipoenda aliambiwa na Mungu, nenda kwa madhabahu ya baba yako, uende uyabomoe. Chukua ndume wawili kutoka kwa compound ya baba yako. Ukishachukua hawa ng'ombe ni wa miaka 7, uende ukifika pale kwenye madhabahu ya baba yako, bomoa hayo madhabahu, chinja ng'ombe mmoja, bomoa madhabahu, kisha unijengee madhabahu mapya. Mungu hawezi kuishi kwenye madhabahu ya zamani. Mungu hawezi kuishi kwenye madhabahu ya jana. Mungu hawezi kwenye madhabahu yaliyozeeka, madhabahu yaliyojawa na chuki, madhabahu yaliyojawa na uchawi, uroki, madhabahu yaliyojawa na watu walio na moyo mchafu na nuka. Anasema hapana, ninapokuja na kuja kubomoa nyumba, kisha nijenge nyumba mpya, nikujengee nyumba mpya ambayo mimi nitaijenga kulingana na usahiki ambao mimi naelewa. God cannot be a
share. God is a jealous God. He does not share his glory with chuki na makasiriko. Tunasema twende Sayuni, lakini mule ndani ni nyoka wako huko ndani. Mule ndani kwenye moyo wako kuna chunga. Mule ndani kwenye moyo wako kuna konokono. Mule ndani kuna mapaka. Kule ndani kuna maumbwa, majibu mabaya. Majerman shepherd wamekaa kule ndani, na wale wa kichakani bado wamekaa tu wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Wako ndani ya moyo wako, manyoka wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Wako ndani ya moyo wako, machura zinaruka ndani ya moyo wako. Wako kule ndani, alafu nasema ukifika kule makelele unao kama ni nini? Mungu anakuambia rudi kwenye, unapiga makelele wewe. Wewe kufungulia mlango. Mama chuma ni makule mbinguni anasema no. Uko peke yako au mko na nani? Unasema niko peke yangu hapa na hapana. The noise coming from you does not you ni alishababu kaka ndo kwanza. Alafu kunakuja mtu aliyeumbiwa moyo mzuri ambaye alikuwa chini yako, wewe ulikuwa mdosi wake. Anakuja unaambia wewe ingia pita uende. Kisha unauliza mbona yule anapita? Si yule alikuwa mdogo wangu. Moyo wake msafi. Haleluya. Moyo wake hauna chuki. Moyo wake unapenda Mungu. Moyo wake umefinyangwa, umeumbwa, ukaumbika, and now unaingia kwenye the house of blessings. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliza mwenzako, unaona ni kama utaenda. Kulingana na hivyo hapo tumefika. Unajionaje? Ukifika kwa gate kutakuwa namna gani? Unajionaje? Naona nyinyi wote mmefanya kichwa hili kumaanisha ni gumu. Itakuwa gumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima moyo upondwe. Lazima moyo utengenezeke. Lazima moyo uundwe uwe perfect. Tuendelee baba, tufungulie hapo tuangalie. Umasaka telegusa. Alikuwa kichunga kundi la baba mkwe Yethero kuhani. Namba 2. Kuwa katika hali ambayo Mungu anaipenda, lazima utajikuta kwenye hali ya mchungaji. The presence of a prophet, the presence of a man of God, the presence of somebody that will lead you to God. They say kuhani wa Midiani. Nani? Yethero alikuwa kuhani wa nani? Wa Midiani. Kwa hivyo you can never find yourself in the wrong hands. When you are right with God, you will always find yourself walking with the right people, in the right position, doing the right things, because you will always find yourself in the position. And now I'm trying to position you to understand the season that we are in. It requires your positioning so that you can take your possession. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mose alipopeleka kundi hilo upande wa magharibi, Hosea alipeleka upande wa magharibi, hakupeleka upande wa mashariki, hakupeleka kaskazini, alipeleka wala kupeleka kusini, alipeleka upande wa nani? Wa magharibi, because the spirit of God is guiding this man. This man is the right, ako kwenye right season yake, in the right time yake, na ako kwenye ardhi ambayo inakubali. Kwa hivyo kila kitu kina msukumo wake, kinamsukuma kumwelekeza na kule anafaa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. There is nothing kusema ati just something happened against me. Ati kuna kitu kilifanyika, kuna tendo fulani lilifanyika kwenye maisha yangu, kuna jambo fulani ambalo lilinikosesha. I miss by a whisker. Mimi ndio ningepata hiyo kazi, lakini ikanipokonya. Mimi ndio ningekuwa pastor mahali fulani, lakini kitu kikafanyika. Mimi ndio ningekuwa manager kwenye kampuni gani, lakini kitu kikafanyika. Nilikuwa hapo, lakini wakati tu nilitoka ndio bosi alikuja. Hapana, kufanyiki hivyo. You are in the right position, you find something pushing you to where you are supposed to be, to your blessing. Unasukumwa tu, unakuta unasukumwa kwa watu wazuri, unasukumwa kwenye maeneo mazuri, unasukumwa kwenye kampuni nzuri, unasukumwa kwenye bana, unasukumwa kwenye mahali unastahili kukua, unasukumwa, unajipenda mahali pale bila kupenda. Ili kusema tu nilikuwa wakati nilitoka tu ndio mdosi alikuja wakakuchukua kazi. Ila mimi na nemoti nole kwa denego mwako. Timothy no hena go, you are in the wrong position. Bwana Yesu asifiwe sana. Timothy no hena go, ati nilienda kutoka hivi akavuka duka yangu. Timothy no hena go, ati nilikuwa nimepata kamseka kazuri, kangenioa lakini kameniponyoka. Si Timothy no hena go, you are in the wrong position, in the wrong timing and in the wrong season. That is why things are not getting right with you. Because when you're in the right position
and the right season, and the right time, in the right places, things are commanded. Hallelujah. When God gives you a responsibility, gives you a pastor to become an apostle like Dora Warwege, the former Mogeke leader. The former what? Simoge. Najua kumnasemana nataka kanisa hili hapo town. Hamwezi kusema ni Ecuador. Sasa kanisa kangeke na town. Hakwe hali ya Holy Family karibu na Holy Family basi ukienda hapo kuna kanisa hili litagiko hapo ndio tunaendaka. I'm proud of being a Mogeke leader. Bwana Yesu asifiwe sana. Because had it not for them being a Mogeke leader, singekuwa hapa. Ama singekuwa ni hakuna mngare pale. Bwana Yesu asifiwe sana. But ask yourself, kuna kitu nataka kunikupelekee. When you are born rightly in the right position, you find yourself in the right things. No matter how people look at you ni Mogeke, I was a leader. Were you a leader? Wewe mzuri. Were you a leader? Wewe mzuri. You are not a leader. Were you leading hata paka? Ulikuwa ukiongoza paka. Wakati nilikuwa naongoza majabasi wa Mogeke, ni watu wako kitu nyama. Wanatugui ni watu wako nakia. You are languishing there crying that you are home. Ati huyo mtu anafaa kuuliwa. Anafaa kuuliwa na watu milioni wananifuata. Hata wewe hata unafikiria Mungu ni mchika kama wewe. Ati jina kwa dokolete do milioni ya joke kwe. Gayari kama nikigeuza huyu mtu hivi. Dunia mzima itatii. Sasa hizi dunia imeenda kutii. Sinaenda kutii. Alafu sasa ulikuwa unasema nikufe. Wewe ndio utakufa. Sio walikufa. Wale walituombea mabaya walikufa. Walikufa because you cannot touch. This man was born in the right season, in the right time, in the right everything was right with me. That is why from the beginning God refused me to come the way you came. Do you know how I came? I came through my legs. Ndio nikuje ni Milan kama Jumli na Jumruka. Nililandi kama maparachuta nikakaa chini. Wewe mimi si mtu ule mnafikiriaga. I landed. You headed. Mimi I landed. Sasa niambie kama tutapelekana na nyinyi. You must be prepared. That's why God had to come to Jeremiah. Like, before you were born, I knew you. And I set you apart. That means I took you to the land where nobody will touch you. That's positioning you. And putting you in the right place. That's being in the right place. When God sets you apart, He puts you in the right place. Then, I anointed you to become a prophet unto the nation. That He prepared and consecrated this man. And covered this man. And put, na akamweka ndani mahali. Akamficha watu wasimuone. Hallelujah. Akamfanya nini? Akamficha watu wasimuone. Sasa wakati nilikuwa Mogeke, nilikuwa kwa kichaka nimefichwa msinijue. Maana mngeniua. Mugabio ni huyu ndio yeye atakuja kukua. Si mngeniua kabisa. Nilikuwa mkuu mwana korojo. Si mngekuwa sasa. Sasa angalia unaniangalia kwa hapo na shika huyu mtu alipitia wapi akafika pale. I wish ningejua. Hallelujah. Because when God has given you a responsibility, when God wants to make you to become a king is hidden. Yesu wakati alizaliwa alipelekwa upande wa chini wa huko Egypt, akafichwa huko mpaka wakati mfalme alikufa. Hallelujah. Lazima Mungu atakuficha mpaka yule mfalme ambaye ametengenezwa kukuua akufe ndio uachiliwe ukuje. Hauwezi kukuja kukaa na huyo mfalme maana huyo mfalme atakuua. Hauwezi kuja kukaa na hao watu wabaya maana watakuua. Mungu atakuficha, atakuweka katikati ya watu wengine na utakaa na watu wengine hawatakuelewa, hawatakujua, watakuita wewe ni Mungiki. Lakini kule ndani Mungu anajua huyu ni mfalme wangu, huyu ni nabii wangu, huyu ni apostle wangu. Nitamlinda akiwa ndani ya hawa watu asieleweke. Kwa hivyo wacha kujali hiyo confusion ambayo iko kwa ndani yako. Si shetani ameifanya, ni Mungu ameifanya. Maana kile ambacho umekibeba ni kikubwa. Wakikijua watakumaliza. Watakumaliza. Mwambie mwenzako Mungu naye karibu. Tafadhali niache. Nani? Wacha na confusion zangu. Wacha kuniombea. Wacha ukiniona niko kwenye confusion, I'm not in the confusion. God is hiding, ananificha. Amenificha. Niko chini ya mamba juu yangu.
Yesu nifiche, mwambie adui zangu. Unajua anasema niko mwambie wewe ambao unanitafuta wewe, nimekusikia huko juu. Pia waambie wenzako ya kwamba niko chini ya mwamba, hamwezi kunipata, hauwezi kukuja karibu na mimi. Waambie hao wenzako walio na nia chafu, walio na maroho machafu, walio na mipango michafu, waambie niko chini ya mwamba. Waambie hawawezani na mimi, waambie hawawezi njia zangu, waambie hawatoboi, wakae kule, maana mwamba ndio ndani yake, hakuna mtu ana uwezo wa kunitoa. That is how God works. God does not work like your grandmother. God works like God himself. Yes, and he knows how he planned you. He has put aside your calendar. He has marked you. The day you were born, he marked you. He consecrated you and he made you a prophet unto the nation. Not today. He made you long time ago, but he allowed you to go and join Mungiki. He allowed you to go and become a prostitute in Koinake. He allowed you to become a thief. He allowed you to become anything. That is why guns were marisasi zilikuwa zinaruzwa lakini hazikukukuza. Wengine walikufa lakini hawakukufa because you are operating under consecration. When you are operating under consecration, you can go anywhere. Na utafanya usherati wako wote na ukimwi haitakupata. Utafanya kitu chochote, waizi wakishikwa hautashikwa. Utahusika kwenye maovu yote lakini hautapatikana kwenye ovu hata moja, maana you are operating under a consecration that is anointed. When I say sana, you are operating like you are operating like what is an alien. You are not an ordinary human being. You are not operating under. Remember, Moses was one that was targeted. The killing of the 2-year-old boys in that area was not meant for anybody else. Was meant for Moses. But the killer was forced to live with Moses. Hallelujah. The killer himself took care of this kid, took care of Moses, and prepared him for the king, prepared him for the liberation, prepared him for the power, prepared him for everything, prepared him to become a liberator. God himself prepared this man under the authorities of the man that was planned, the man that had an agenda to kill this man. Hallelujah. You will live in their cause. You will live in their houses. You will walk with them. You will eat with them. You will triumph over scorpions and snakes, and they are not going to attack you. Hallelujah. I don't know why amen has gone down, but I'm sorry for you. That is what is going to happen to those people that are in their season and in their timing. But I don't bother you saying amen, because you might be, I'm talking to people who are not in their season. No, you don't push these things. You don't push. Hausukumi. Maana ukisukuma utasukuma, utakuta umejisukuma. Maana unasukuma mtu ambaye hana miguu. Haleluya. Unasukuma mtu mwenye hajawekwa mikono. Maana kuwekwa kwa mikono ni kwa maana wakati wa kutumia mikono umefika. Kuwekwa kwa miguu ni kwa maana wakati wa kutumia miguu umefika. Kuwekwa kwa mdomo ya kusema amen kwa maana amen yako sasa imeanza kusikilizwa kule mbinguni. Kwa hivyo kama usemi amen kumaanisha haujaweka mdomo wa kusema amen, maana kitabu chako hakijaiko, failo yako haijachomolewa. Labda failo yako iko na namba 2.5 million. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes. Haya maneno yanatendeka, haya maneno yapo. Sio vituko tu, sio story na wapatia, maneno yapo kupitia kwa msingi ama kupitia kwa mimi ambaye Mungu amenitumia kufika hapa. Yes. Mimi sikuzaliwa nikiwa mtoto wa tajiri, lakini nakulanga vizuri kuliko watoto wa matajiri. Sikuzaliwa nikiwa na mashamba ama kitu sikukuta. Babangu hakuwa na shamba, nikakilizaa kwa tulikuwa tunaishi kwenye estate ya tea factory Kericho pale mahali panaitwa Kibkebe. Yeah, kwa ndio alikuwa mfanyikazi. Mama yangu aliuza busaa mpaka tukanunua shamba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini Mungu alikuwa anajua kwenye nyumba hii kuna mtoto wangu ambaye atakuja kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nyumba hii kuna mtoto yuko mahali hapa. Mungu amempangia mazuri. Kuna mtu Mungu amekupangia mazuri. Ya kwamba licha ya mambo unayoyapitia sasa, licha ya jina mbovu ulilo nalo sasa, licha ya maneno ambayo yamenenwa kinyume na wewe, licha ya kuwa hakuna mtu, haukwenda shule, hauna masomo mazuri, licha ya kuwa baba yako hana kakitu, licha ya kuwa mama yako anakaa maskini, licha hauna baba, hauna mama kama mimi, lakini kuna kakitu kazuri, kuna mipango mizuri, kuna kitu
bado ni kuchongwa, unachongwa, unatengeneza. Don't be in a hurry. Wacha kuuliza kaga hiyo age vile. No, this God is still there. Is watching over you. Ni kuchonga na kuchonga. Mwambie nichonge vizuri baba. Muite baba, muite dadi. Babi dadi, nichonge vizuri, nitengeneze. Maana sitaki kwenda kuonekana kama sijaiva. Na nataka kwenda kuonekana nikiingia kwenye job. Sitateleza. Mwambie huyu Mungu. Kama huyu ni wariki anahubiri, ambaye mimi niliokoka mbele yake, na sasa ndiye ananihubiria. Nichonge nikuwe kama yeye. Nichonge natumia ule upanga wa kuchonga. Ule ulitumia kumchonga. Tumia upanga. Mwambie Mungu, kuja kwangu utumie upanga. Uchonge, nichonge kabisa. Nichonge nikae kama yeye. Ama nikuwe zaidi yake. Yes, lazima ukae kama jambazi fulani katika ulimwengu wa dunia. Na ukiingia kule unakuwa na jasusi wa kiroho, mtu ambaye ni mkali, mbaya, dangerous person. Watu wakikuona wanaona dangerous person. Mimi nikipita mahali, nikipita hivi, natembeana na mwendo mwingine kama jambazi fulani. Watu wananiona nasema ndio huyo. Na mimi nasema yes ndio huyo, na mimi ndio huyo. Nikienda hivi nasema mimi ndio huyo. Maana natembea kama jasusi wa kibinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina uoga wala kubabaishwa ama kuambiwa nini. No, I live my life. I live in totality. Kwa sababu nimechongwa nikachongeka, na bado naendelea kuchongwa. Sijakataa kuchongwa, bado naendelea kuchongwa, kutengenezwa mpaka nikuwe. Sema mnalionaje leo? Admirers, where are you? How are you looking? Am I looking? Yes, thank you. Wengine waesi, lakini mimi nasema you look. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie hiyo kile. Tuendelee baba. Tufungulie hiyo. Verse 2. Basi malaika wa Mwenyezi Mungu. Basi nani? Kumbuka, when you are in the right position. Basi malaika wa Mwenyezi Mungu akamtokea katika mwali wa moto katikati ya kichaka. Musa akaangalia, akashangaa kuona kichaka kinawaka moto na wala hakiungui. Masayarana. Kichaka kinawaka moto wala hakiungui. Watu ambao watakuona baada ya wewe kuunga ukaundika, baada ya wewe kuchonga ukachongeka, watu watakuwa wakiona wewe ni kichaka kinawaka moto wala haungui. Wewe ni moto wa kuotewa mbali. Wewe ni moto wa kufanya maneno yanafanyika. Wewe ni moto, yani ukiingia mahali moto unawaka. Ukitenda jambo moto unawaka. Ukimuva moto unawaka. Maana you are not an ordinary person. Wewe si mtu wa kawaida. Sisi namna gani? You are not an ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. Akaenda basi ametoka kweli. Rudisha huko tu kwanza. Basi malaika wa Mwenyezi Mungu, sema malaika wa Mwenyezi Mungu akamtokea katika mwali wa moto. Ukiwa katika mpango wa Mungu, wakati wa Mungu, season ya Mungu, kila kitu cha Mungu, malaika atatumwa kuja kwako. Utakuta vitu vinafanyika katika maisha yako, vitu ambavyo si vya kawaida. Utajikuta umepeleka mbuzi, kule malaika yuko. Utajikuta umeenda dukani, ukakutana na malaika. Utajikuta uko kwenye misa ya leo, kwenye malaika wako. Utakuja kwenye kesho ya leo, utajikuta kwenye mahali Mungu anataka ukue. Utajikuta uko mahali Mungu alikupangia. Utajikuta uko mahali, hapo ndio mahali malaika anatumwa. Maana ground inakubali. Yes. Ukisikiliza tu ground unasikia ni wanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi malaika wa Mwenyezi Mungu si malaika wa shetani. Maana kuna malaika wa shetani. Mtu akikwambia ati niliona malaika, muulize malaika gani? Malaika kuna wa shetani na kuna wa Mungu. Hata malaika gani umeendelea? Oleko wako. Oleko muulize nini? Kama nilikwambia kuna malaika aliniona, muulize malaika gani? Alafu mwambie ku explain upate interpretation, na mwambie huyo ni malaika wa shetani, huyo si malaika wa Mungu. Kuna watu wanatembelea kwa malaika wa shetani, alafu anakuja kukwambia Mungu aliniambia. Hakuna Mungu. Kuna mama mwingine rafiki yangu sana hapa, niambia, alikuja kuniambia aliambiwa ati mke wako anakuwa kwa hii kanisa na amedimekania na watu wamemdimekania ati wakati nikakubali ni muoe ndio hii kanisa itasimama vizuri. Nikamwambia
nitaenda kuchukua chuma bila pale huko kwa kabuni ya chuma, niwekelee pande na pande, kanisa itasimama. Lakini kama ni huyo ni bibi yako, ambia Mungu nimemkataa. You cannot dream for me. No, you cannot dream. Mniweza kuniotea ati huyu Mungu amesema ni huyo Mungu wako na wewe na hiyo kioto yako. Mtaenda mtakokota na zakaja huko barabara. Siwezi hata mimi yote. Kwani sina kitu ya kuota. Bwana ziwe sana. Katikati ya kichaka. Yaani moto unawaka katikati ya kichaka. Katikati ya kichaka ni wapi? Ni katikati ya mambo ambayo unayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali unayoipitia, hali ngumu unayoipitia, hali ya kukosa kazi, hali ya kukosa ndoa, hali ya kukosa amani, hali ya magonjwa, hali ya kila kitu ambacho kinatendeka kwenye maisha yako, katika hiyo hali ndio kichaka chako, na ndio katika hiyo hali ndio Mungu atakuja, hiyo hali ndio Mungu atakunenea, hiyo hali ndio Mungu atasema, my daughter, my son, come, I want to speak to you. Moto ukawaka katika hiyo hali, Mungu atawakisha moto katika hiyo hali, Mungu atawakisha moto ambao unachoma kichaka na hauchomi. Mungu unawaka, unaona unawaka, lakini kichaka chako akiona. Maana kuna wale watu wa nje lazima waone kama ni kuisha unaisha, lakini saa hiyo Mungu anakutaa. Yaani wakati huo watu wanaona kuya moto unawaka kwako, kumbe ni Mungu ameakisha ule moto ndio achome mainzi, achome makorokorochos, achome madhuya, achome makotokoto, achome karakata, makarakaka mote zote zichomeke. Ndio anachoma, lakini kitanda chako kichomeki, lakini kazi yako haichomeki, lakini mume wako haichomeki, wewe hauchomeki, lakini moto unawaka mle ndani. Maadui hawawezi kufikia. They cannot come there. Maana wanaona kuna moto wanaogopa, lakini Musa hakuona moto, alikaribia moto. Maana aliye ni mteule. Moto ni wa watu wateule. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akaangalia, akashangaa mwenyewe kuona kichaka kinawaka moto na wala hakiungui. Watashangaa unapobarikiwa, watashangaa kule, maana moto unawaka kwako lakini bado unabarikiwa. Moto unawaka kwako lakini watoto wako wanabarikiwa. Moto unawaka kwako lakini mambo yako yanaenda sambamba. Moto unawaka kwako, but the things are moving on. I want to tell you, Kenya inaonekana kama inawaka moto, but God is blessing Kenya. Kenya inaonekana kama majenzi wanaimaliza, kama mtu ataimaliza, but Kenya kuna mahali inaenda, bado inaendelea ikibarikiwa. Mungu anaendelea kuijenga, ikuwe kwa ajili ya nafasi yake. So don't worry kuambia ati Jesse ati Flori mitoroleta ku. Hakuna mahali Flori umeenda, ni moto umewaka ndio maadui wakae kando. Ndio nchi ijengwe. Tulipoanza mwaka tulisema namna gani Kenya is closed for innovation. Tulifungia hapa, tukaifunga for innovation. Ndio unaona majenzi wametokelezea, ndio unaona hivi vimetokelezea, ndio unaona kila kitu kimetokelezea kila mahali. Ndio Kenya, na ukiangalia Tanzania pia imefungwa for innovation. Uganda pia imefungwa sasa for innovation. Maana East Africa must be closed for innovation because of the revival. Hallelujah. Na ndio unaona pia kwako kumefungwa for innovation. That is why you feel like God has left you. That's why you feel like God has abandoned you. That's why you feel like God is not with you, but God is with you. It's only that you have been closed for innovation. When wakati nyumba imefungwa for innovation, either unakaa nje ama unakaa mle ndani unapambana na vumbi ya innovation. Ama unajenga kanyumba kingine pale nje pembeni. Unaenda kuishi huko na unaishi bila starehe, maana hautaishi kwenye godoro lako. Nyumba ya makaratasi kukinyesha utanyeshwa mle nje. And the house is pure, ready for use. So until you are ready for use, then continue locking yourself. Kaa kwenye hiyo lock, fungiwa nje ndio uandaliwe. Until you are renovated free, utengenezeke. That is the time God will use you. God cannot use you. God cannot, tell your neighbor, God cannot use you if you are not yet renovated to the degree of God. Yes, see degree ya mafundi, to the degree. Verse number 3 please, my baba. Yes, basi akajisemea, hiki ni kioja. Whatever that is happening in your life, it is not ordinary.
akalisemea, hiki ni kioja, kichaka kuwaka moto na kisiungwe. Hebu nitazame vizuri. Fungua macho yako ukatazame. Nitazame nikule hiyo kutembea milimani wangu kutoka wapi, wangu katika. Yani ilibidi alitafuta msaada kwa nyumba yake, alitafuta msaada kwenye bibi yake, alitafuta msaada kwenye girlfriend yake, alitafuta msaada kwenye bwana yake, akatafuta msaada kwenye watoto wake, akatafuta msaada kanisani, akakosa, akatazama. Basi akanisemea, hiki ni kioja, kichaka kiwaka moto kisiungwe. Hebu nitazame vizuri. Ilibidi wakati ndio Mungu aanze kukutumia, lazima macho yako yafunguke ndio utazame vizuri, uone Mungu, usione yule kitu kingine ulikuwa unakiona, lakini unaangalia hili. Alibidi aondoe macho ya binadamu, atazame vizuri. Yes, for you to know the time has come. Macho yako ya mwili yondoke, uweke macho ya kiroho, uweze kuona kila kitu kwa macho ya kiroho, uweze kuona kila kitu kwa mipango mingine, mipangilio ya Mungu. Maana mipangilio yako imefika mwisho. Umeona wewe umezoea kuona kichaka kikichomeka, kinachomeka kabisa kabisa, lakini sasa unaona kichaka kinachomeka na hakichomeki. Itabidi ufungue macho, utasame, ukondoe macho yako kondo, utazame na macho ya kiroho, uweke macho ya kimwili kando, uache kuona watu ati huyu hafai kuwa pastor, huyu hafai kuwa nini, huyu hafai kuwa nini. Yani kuona watu na mitazamo ya macho yako, uone watu kwenye mitazamo ya Mungu. Ni kiwete lakini ni mhubiri, ni kiwete lakini yako na power, hajasoma lakini yako na power, hajakuwa kanisani siku nyingi, lakini Mungu amemteua kwa majira haya. Bali unaona kwa muonekano usio wa kawaida. Bwana Yesu sana. Ndio alisema wacha nitazame, maana alikuwa anaona mbeleni. Nini kilimfikia pale? Alipoona kule hiki ni kitu kisio kawaida, ilibidi atazame kwa mtazamo mwingine. Sasa tabadilisha maisha yako, badilisha mitazamo. Hawa watu ulikuwa ukiwadharau, ukiwachukia, ukiona ni kama hawastahili, hawafai. Hawa watu unaona ni kama si watu wazuri, si watu ambao wanakupeleka mahali popote. Wewe wachana hiyo macho yako ya kishetani, mtazame tena uone kilicho ndani yake. Kikubwa kimeinuliwa, ametengenezwa, amechongwa, kachongeka, ameumbwa, kaumbika. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Ni pesa hana sasa, lakini atakuwa nazo. Ni miguu hana, lakini Mungu atamsaidia. Ni mikono hana, lakini Mungu atamsaidia. Wacha kumwangalia kwenye macho yako ya kidunia, wacha kumwangalia macho yako ya kwa sababu umesoma, yeye hajasoma. Na kuambia kwamba Mungu atakapoteremsha kipawa, maarifa yako yatakuwa zima. Watazame kila mtu kwa mtazamo wa kiungu. Tazama kila kitu kilicho kwenye maisha yako na mtazamo ya kiungu. Wacha kumtazama na mitazamo ya kwako. Maana mitazamo ya kwako imejawa na chuki, imejawa na hypocrisy, imejawa na finyo na bila vitu vyote. Tazama yule mtu, mtazame na mafuta ya kibinguni. Twende verse 4 please, baba. Yes. Nasikia kupambaruka, kutumburuka. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Musa amegeuka. Kwa hiyo unahitaji kugeuka. Unahitaji kugeuka Mungu akuone. Maana alikuwa anangojea Musa ageuke. Mwambie mwenzako geuka sasa. Wacha mehemehe, wacha takataka, wacha konyokonyo, wacha karamakanda karakaso, wacha nazo geuka. Geuka tu. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Musa amegeuka kuangalia kichaka, akamwita pale. Utaiva wakati utageuka, ndio Mungu ataongea na hiyo biashara yako, ndio Mungu ataongea na ndoa yako, ndio Mungu ataongea na maisha yako. Ukigeuka tu, muangalie na kule Mungu wako, naye Mungu atakuita. God is waiting for you to turn. Ugeuke tu, ugaruke ugo tu, yani ugaruke, wikirolege na kiuto yite kina kaike. Hallelujah. Geuka, mimi msako geuka. Just geuka tu. Mwenda tigoli mgeuka. Acha tu. Aje ujingo na kuona nayo geuka. Acha kukaa kama dovu, lazima ugeuke. Mama mtu mwenye amelala vibaya, shingo imekaa hivi, na kutaka mtu anageuka kama kilori. Mwambie msako geuka. Maana Mungu atakuita tu
utakapogeuka. Geuka hayo maneno unakuwa nayo yaache. Hayo masengenyo unakuwa nayo yaache. Huo ukabila unakuwa nayo uache. Huo masengenyo unakuwa nayo uacha. Hiyo vitu unakuwa nayo acha. Geuka. Just geuka, mwambie geuka. Mwambie mwenzako mfanye hivi. Hapana, mfanye hivi garuka, geuka tu. Geuka. Wacha ujinga, geuka. Yes, utapiga tu utani. Kidogo tu. Ukipiga hicho unakuta Mungu amekuangalia, amekukodolea jicho lake kondo. Anakwambia kuja man, kuja. Yes. Mmejifungia baraka zenu ndani kwa sababu ya kugeuka. Kwa sababu wewe ni mgumu kama nyangumi. The revival is already with us here. Na revival inakungojea tu ugeuke. Yaani ambia Wakenya wageuke. Ambia taifa la Kenya ligeuke. Ambia mtu aliye Ulaya ageuke. Ambia Mkristo ageuke. Ambia Muislamu ageuke. Ambia Mwizi ageuke. Ambia mchawi ageuke. Ambia kila mtu ageuke. Wageuke kugaruka tu. Kugaruka. Just kugeuka. It is that simple. Very simple. Kugeuka. Just kugeuka. Uache kulala ukiwa kesha. Yaani geuka, useme sitalala. Unajua kuna watu wengine ushaikuangalia mtu akilala tukiwa kwa kesha. Venye anakuwa amefanya mdomo hivi. Na hiyo watu wanalala na mastaili. Mimi nalala kama nimefungua mdomo yote hivi. Huwezi nitaka na macho yote nimekodoa kodo na hii kitu ya black imeenda na huko chini. Ukikuja unikuta nimelala, utafikiria nimekufa. Sasa imagine nimekuja kwa kesha, nimelala katika hiyo hali. Hello. Hebu angalia mwenzako kama analala. Mwangalie tuone kama kuna mtu analala karibu na wewe. Umwambie geuka. Mwambie geuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kuna mtu mwingine analalaga, anaanza kutoa povu. Alipoona kwamba Mose amegeuka kuangalia kichaka, akamuita pale kichakani. Mose! Mara tatu alimuita Mose! Mose akaitika. Nasikiliza. Atumeni yasikia kesho. Musa amelelewa kwa Farao. Maisha yake yote amelelewa kwa nani? Amelelewa kwa Farao. Kwa hivyo amelelewa akiona watu wakiabudu miungu ya Farao. Hallelujah. His entire life amelelewa akiwa kwenye miungu ya nani? Lakini wakati Mungu alimuita, alijua huyu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe umechaguliwa, wewe ni mteule wa Mungu, hautakosa kumwelewa, utajua tu akikuita. Maana huyu mtu hakuna siku hata moja alijua huyo Mungu. Hakuna siku hata moja alijua historia ya huyo Mungu. Hakuna siku hata moja alipata hata kelele ya wazazi tulikuwa tukiabudu Mungu. Maana aliishi kwa Farao, ambayo the only culture alipatana nayo ni ya miungu ya Osiris, ni ya miungu ya wachawi, ni ya miungu ya waganga. He knew literally nothing. Wakati aliitwa na Mungu, mwambie mwenzako, nitakapoitwa nitaitika, maana ninajua sauti ya Mungu yangu. Haijalishi shida ambayo niko nayo, haijalishi kule nililelewa, haijalishi mipango walionipangia, haijalishi kusudi zao, maana I know the voice of my God. I know the voice of my God. My God, I know the voice of him. When he will shout at me, when he will call on me, nitaitika. Weka tu hapo. Twende basi hiyo ingine. Akamwambia Mwenyezi Mungu akamwambia usije karibu, vua viatu. Maana kule walikuwa wamezoea kwenda kupapasa Yule Mungu anaitwa Osiris na mang'ombe. Walikuwa wamezoea kupapasa mapusi ambao walikuwa naabudu. Walikuwa wamezoea kupapasa manyoka ambayo ilikuwa imechongwa ya kuabudu. Walikuwa wamepapasa. Sasa wakati katika ile mipapaso ndio kila kitu. Walikuwa nafikiria lazima waende kwa Mungu karibu, yule Mungu wao. Lakini wakati Mungu alimwambia, kwa sababu alijua huyu mtu ni wa kupapasa miungu, akamwambia usikuja karibu, utachomeka baba. Mimi ni moto ulao. Hakuwa anajua mimi ni nani? Ni moto ulao. Akamwambia kambali. Mami, wewe, hebu simama juu. Simama kwa miguu yako. Uko na shida gani? Unasikia vibaya? Wapi? Stroke. Oh my God. Somebody here. Father, in the mighty name of Jesus.
I cancel this stroke. The mighty name of Jesus. Cancer. 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 Out. Stroke. Ondoka. Hama urudi kule ulitoka. Hama urudi kule ulitoka. Hama urudi kule ulitoka. Hama urudi kule ulitoka. In Jesus name. Tembea, tembea. Hebu tembea, tembea mpaka huko. Oh my goodness. Tembea tu, tembea tu. Fanya mikono hivi. Rusha mikono yako. Rusha mikono ukitembea. Rusha mikono ukitembea. Tembea kabisa, tembea. Tembea mikono yote miwili. Mikono yote miwili, tembeza tu. Tembeza na miguu yako vizuri kabisa. Kanyaga kama mtu ambaye amepona kabisa. Stroke has gone. Stroke has gone. Yes. Yes. Mungu akusamehe dhambi zako zote zikaondoke. Kazi ambayo shetani alikutumia ukaifanya na ikaondoke. May the God of heaven forgive you in Jesus' name. Yes. Thank you. Kwa kinywa chako tu ukaweza kutubu kwa niaba yake. Yes, fungua kinywa chako tu utubu kabisa kwa niaba yake. Utubu tu, utubu. Utubu. Fuck
cia kuzimu. Thengio rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Mĩario yothe Mwathani ĩngĩkorwo yarĩirio itho-inĩ Mwathani, igũrũ rĩa mwarĩ wa ithe witũ nĩtwaera na tweheria thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathani. We ũrĩtwo nĩ mathamaki, we mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ, mũthamaki wa thayũ ndagwĩta, mũthamaki wa thayũ ndagũthaitha, ĩkĩra gũthaithĩka kĩgongona, ĩkĩra gũthaithĩka ndakũhoya Lord. Ravashatara Rimasaya, Redavavashatara Namande Remasha, Rekanavavosaya, Iguanera kĩgongona, Iguanera Iguanera. Oh, ĩkĩra gwĩka wega, ĩkĩra ndungata na ngombo ya wĩra waku Mwathani. We surrender, oh Jesus. Remashatara, Rekanavavashatara Mavosana, Naravoshere Masaya. In the name of Jesus, anyone who can use. In Jesus' name we pray. Be seated. Wenye ukonia. Mwakilie. Verse number 4. Let number 4. Number 4 or 5 hapa. Mwenyezi Mungu akamwambia, usije karibu, vua viatu vyako, kwa sababu mahali unaposimama ni mahali patakatifu.